majina naitwa Pastor Kim na hubiri na kanisa la JCM, Jesus Christ Compassion Ministry, chini ya Bishop Ben. Mimi ndio mchungaji wa Isaac na Pauline pale kanisa la Limuru. Na first of all nataka kutoa congratulations zangu kwa Isaac and Pauline kwa sababu ya hiyo occasion nzuri. I think nilikuja Meru about 16 years ago. Nilikuwa nimekuja mazishi, hata siwezi kumbuka ni wapi. But jana nilifika hapa, nimelala hapa makutano na nimefurahi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimepanga kuhubiri dakika kadhaa. Lakini kwa sababu mimi ni mchungaji ambaye ana story za jaba. Unajua Meru ukitaja jaba si kitu mbaya, lakini kule tukisema story za jaba nakaa hivyo. Mtaniruhusu niongee tu dakika 5. Angalia saa yako. Saa hii ni saa ngapi? Yako inasema ni ngapi? 4:50. Kweli? Kwa hivyo at 4:55 tukue tunaomba, si ndio? Haya, nataka uulize jirani yako umetoka wapi? Na umwambie kama utaki kuniongelesha toka hapa. Asilete boring maneno hapa kwa nini. Muulize umetoka wapi? Muulize umetoka wapi? Na umwambie na usinijibu. Haya, muulize unaenda wapi? Nataka kuongea those two things. Where you're coming from and where you're going. Na nita address sisi wengine wote, lakini nitaongea na Isaac pia na Pauline. Every time life takes a journey. Na wakati uko na safari, every journey has a destination. Wakati unajua mahali unaenda, most of the time we focus on the destination, we forget where we come from. Mara nyingi tunasahau mahali ambapo tumetoka. Na nitatumia maandiko ambayo katika kitabu cha Genesis chapter 16 verse 8. Biblia inasema ya kwamba kuna yule ambaye alikuwa servant wa Sara. Alikuwa anaitwa Hagar, na wakati walisumbuana kidogo na Sara, alitoka na akaenda mahali. Na wakati mmoja Biblia inasema malaika wa Mungu akamtokelezea na akamuita na jina na akamuuliza, number 1, Hagar, where are you going? Sijui Isaac na Pauline nini imefanya mfike hapa. Inaweza kuwa ni peer pressure. Inaweza kuwa ni wazazi wamwambia sasa umekaa na msichana sana. Lakini ni vizuri kujiuliza hata wakati unafanya anything in your life, where are you going? The moment you answer the question of where you are going, it creates something called a mission. Utaweza kujipatia mission ya kusema kuna mahali nafaa kufika na hatua nafaa kwenda. Kila mmoja wetu, nafikiria watu ambao ni wa familia ya kina Pauline ni wachache sana ambao wanaishi kwa hii nyumba. Lakini kiangalia hii compound tuko watu karibu 300. Sisi wote tuishi hapa. Kila mtu kuna mahali alitoka. Na hata ungesimamishwa njiani na mtu, ungepita haraka sana ukimwambia unanichelewesha kwa sababu nafaa kufika mahali fulani. Most of the times tunaanza safari kama hii Isaac na Pauline wameanza, lakini katikati we invite what we call advisors. Watu ambao hawako wanajua safari yako, unawa invite kwa life yako, anakuuliza, wewe ni hizo vitu za kitambo za ushamba huwa zinafanywa bado? Si nyinyi mnapendana? Ishi tu pamoja. As young people tunajiletea shida hata katika ndoa zetu because we have chosen not to honor tradition. Tunafika mahali tunasema mila, sisi tumeokoka, mambo ya mila tumeachana nayo. Hiyo ni uongo. Yesu alipozaliwa, Biblia inasema ya kwamba wakati alifikisha siku 8, alitahiriwa kama Wayahudi wa kawaida. Wakati alifikisha miaka 12, alipelekwa kwa hekalu kama ilivyokuwa mila na desturi yao. Wewe ambao unataka kupotelea mila, unapotelea ukienda wapi? Isaac na Pauline, even as you answer the question of where you're going, I want you to think of where you have come from. Tunaenda, Mungu anatusaidia, anatubariki mahali tumeenda kutafuta mapato. And most of the times, as young people, we forget where we came from. Mara nyingi wazazi hapo ukiwauliza, kuna mzee mmoja alisemekana alipeleka simu yake kwa fundi,
Amniangalie saa 1 minute. Mzee mmoja alipeleka simu kwa fundi. Akasema nataka kuangaliwa hii simu. Akaambiwa simu inaonekana ni kama inafanya kazi. Akasema unajua huwa ingii simu kutoka kwa watoto wangu, nilikuwa nafikiria imeharibika. And most young people here. Saturday tulikuwa mahali tulikuwa tumeenda parental blessing, nikasema watu wengi hapa ukiona simu ya mzazi nasema huyo najua ni nini anataka, nitampigia baadaye. Girlfriend unamnunulia bucket ya KFC. Lakini mama mwenye alikuwa anataka 100 ya kwenda kutoa sadaka kanisani, unasema huyo najua nini anataka, nitampigia baadaye. Even as we address where we are going, Isaac and Pauline, remember where we have come from. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, asante kwa sababu ya siku ya leo. Naomba ya kwamba utaweza kubariki ndoa ya Isaac na Pauline, hata watoto wao. Wakati wanaendelea na hii safari, Mungu, naomba ya kwamba kama vile tumejikumbusha kutokana na maandiko yako, ni vizuri tujue kuna nafasi ama safari ambayo umetupatia. As they progress with this journey, Lord, I pray that you're going to walk with them. You're going to give them the cover and the grace that they need. We honor you and bless you. In Jesus' name we pray and give thanks. Bwana